Na wakati mwingine sisi wanaume yatakiwa tuwekee mazingira hayo ya kuwasaidia wasitoke ila kwa dharura, sisi tubebe yale majukumu ya kutoka. Sasa wakati mwingine na sisi pia ima hatuna muda au hatujali yale mambo ya kufanya, wewe huyafanya. Ukiambiwa unasema mimi niko busy, anafanyaje? Ili atoke sasa aende huku azurure madukani masokoni, aongee na wanaume hawa, amebageni huku nusu saa analia, nipunguzie bwana hiyo 2000, nakuomba nipunguzie. Dada mimi sipunguzi bwana, hapo ndio mwisho. Kwa hisani yako jamani, kwa hisani yako wewe, si ndio umemsababishia mambo hayo? Alafu wale ni wanawake bwana, roho zao ni kama watoto, wanavutika na mtu anawafanyia wema. Angalia masokoni kama shafanya biashara, angalia mtu mwenye kuongeza, mwenye kupima vizuri, anavyopendwa, wanaelekezana. Yule kaka mashaallah, wewe angalia wale watu, wanawake wote wanawapenda. Wewe angalia mtu aliyezungukwa tu, ni wema ule. Wanawake wanathamini wema sana, atachapa mwendo aje amuungishe. Kwa mchezo na uteja ni haya. Sasa hawa ni wanawake wenye kutoka tu, ametoka mara moja mara mbili kwenda sokoni, kwenda dukani, kwenda wapi, kwenye mamolo huko, kwenye supermarket huko. Sikwambii wale wanawake ambao wao wako nje kama wanaume, wanawake wafanyaji kazi wako kazini bwana, tunao huku nje kama sisi wanaume, wamejaa maofisini, wanafanya kazi madukani, masokoni. Mwanamke mtu wa kazi utamwambia nini bwana? Wanapata fitina ngapi wanawake hao? Sasa hivi watu wameanza kupata akili, kwa sababu watu wanafikwa na majanga mengi sana. Matukio yamekuwa ni makubwa ya watu kusalitiwa na wanawake wa makazi wale, salitiwa sana. Matukio ni mengi, wala hamna haja ya kukwepa, hamna bwana, maneno tu, hamna hali ni mbaya. Sasa sikwambii wanawake hao wenye kubakia nje ya nyumba zao wakifanya shughuli mbalimbali kwa muda mrefu na wakichanganyika na wanaume, shari yao ni kubwa sana.